Ni Bi Miraji Abdullahi, seneta maalum wa chama tawala cha UDA mrengo wa Kenya Kwanza, na niko hapa kuzungumzia kipande cha video ambacho kimekwenda viral katika social platform zetu za gatuzi ya Mombasa na hata taifa la Kenya. Kwanza kuweza kuweka wazi ya kwamba mimi sijapinga research ya MEWA ambayo imebaini kwamba muguka unadhuru watoto wetu, na nafurahi kwamba hivi sasa muguka umekuwa gumzo la taifa zima, na nakiri kwamba ni wakati kwamba mmea wa muguka na miraa umeweza kuzungumziwa ili tuweze kubaini, je, zile lalama na tetesi na zile research zilizofanywa ni kweli, na iwapo ni kweli, sisi kama watunzi wa sheria hapa bunge tutachukua mwelekeo gani? Kipande cha video kinachozunguka kimeanzisha gumzo la kwamba mimi mtoto wa Kiislamu nimeweza kuunga mkono muguka. Nataka ieleweke kwamba mimi Miraji Abdullahi, kile nilichosema ni kwamba ikiwa tunaenda kupinga muguka, basi miraa iwe sambamba nayo. Tupinge miraa na muguka kwa pamoja, kwa sababu haiwezekani useme kitu kinaathiri na kudhuru watoto wetu, lakini unaharamisha cha maskini na cha matajiri wanaendelea kujistarehesha. Kwa hakika mimi nilipofika katika maeneo ya bunge nilipewa msahafu na nikaulizwa kama nitailinda katiba ya Kenya. Na kwa hakika ni jambo la kusikitisha na limenitamausha kwamba leo mashekhe wanazunguka na kusema kwamba nimeiasi dini yangu. Nataka mashekhe wa Mombasa waweze kuniweka wazi ikiwa tembo ni halali katika dini yetu ya Kiislamu, na iwapo watashindwa kusema si halali, basi wanieleze ni kwa nini gatuzi ya Mombasa inapeana leseni kwa mabaa na mahala kwengine kote kwa starehe na burudani mjini Mombasa. Hii ni kwa sababu gavana kama mimi, sote tuko chini ya katiba ya Kenya, jumla ya kuwa sisi ni Waislamu, na ni kinaya kikubwa sana ambacho ningependa nyinyi kama wazee wangu, mimi ni mtoto wenu, mkitaka kunirekebisha siwezi kataa kurekebishwa, lakini hamuwezi kunilazimisha nikubali mtu anapovunja sheria ya taifa la Kenya. Angalieni gavana Achani wa gatuzi ya Kwale, yeye pia ni mtoto wa kike na yeye pia ni mtoto wa Kiislamu, lakini amesema atapambana na mihadarati, atapambana na mmea wa muguka inavyostahiki kisheria ya Kenya. Amesema kwamba yeye na watu wake wamezunguka katika gatuzi ya Kwale na wamekubaliana ya kwamba kila mara watakapokuwa wanapitisha Finance Act, basi wao watakuwa wanaongeza cess ili kuweka regulation za kuwasaidia jamii na vijana wetu wa kesho. Kwa hakika mimi kama viongozi wengine nimekubali kwamba muguka unadhuru, lakini haipaswi wala haijuzu kwa magavana wa gatuzi za pwani kuweza kuvunja sheria na kusema ya kwamba wanataka sisi tuwaunge mkono. Ikiwa leo mwingine naye atasimama aseme avocado ni mihadarati na akataze kwenye gatuzi yake, ikiwa muguka ni mhadarati, basi liwe ni gumzo la taifa la Kenya na iweze kubaniwa kote. Na endapo tumeamua kuwa Mombasa tutaipeleka Kiislamu, mimi niko tayari kwa hilo. Mashekhe wangu nyote ambao mumeniita mimi niweze kulizungumzia swala hili. Tuanzeni kupinga na tumwambieni gavana awache kupeana leseni za mabaa na kunywa tembo katika mji wetu mtakatifu wa Mombasa. Pili, ningependa pia itambulike ya kwamba sigara inadhuru afya, na kila anayenunua akijua kwamba kuna madhara gani baada ya yeye kuvuta sigara ile. Na hivyo ndivyo katiba inavyoitisha magavana kufanya, waweze kutumia sheria ya kuweka regulations kalikali ili waweze kukinga vizazi vyao. Lakini kama taifa, nimetoka kuongea na maseneta wenzangu na nimewaambia ninakuja na amendment. Ikiwa kweli tunataka kupigana na janga la muguka katika maeneo ya taifa letu, basi na waomba watu wote waniunge mkono katika mapendekezo yangu ya kurekebisha kipengele kinachosema miraa na muguka ni mihadarati katika taifa la Kenya. Lakini mpaka sasa kwa mujibu wa katiba,
Muguka ni essential product na imekuwa regulated. Kwa hivyo mimi kama seneta wa taifa la Kenya, sio seneta wa Mombasa, nasema kwamba nitasimama kama ninavyojiita mama haki na kuweza kuzidi kuwashurutisha magavana wangu na hata wajumbe wote ambao wanapendekeza kubaniwa kwa Muguka waweze kufata sheria inavyosema na waweze kuingia na kumaliza hilo jambo ambalo wao wanasema wanalifuatilia. Lakini kwa kuwa kusema Miraji ameasi dini ya Kiislamu kwa kuwa amesema sheria ifatwe, basi na iwe hivyo, kwa sababu sisi hatuishi katika nchi inaongozwa na kanuni za dini ya Kiislamu. Tunaishi katika nchi ambayo inaendeshwa na kanuni ambayo ni katiba ya mwaka wa 2010. Asante. Tunaleta hiyo amendment pamoja na Senator Chimera, Mungu akipenda, as soon as possible. Unfortunately tunaenda recess, lakini tunafanya bidii na jitihada iweze kufika, ipokelewe, ifanyiwe first reading tukiendelea. No, the position was the governor alitualika katika kikao cha faragha baada ya wajumbe kutoka Meru kuja kuomba wapunguziwe zile ada za SES. Na walipofika pale, gavana akatupa mashauri yake, yani akatujuza kile ambacho yeye kama gavana ameamua kukifanya. Tukajadiliana na tukakubaliana ya kwamba tutapropose amendment. Lakini baada ya hapo sijui ni nguvu gani labda zilimzidia, akaamua kuchukua shortcut na kupiga marufuku wazi bayana, kitu ambacho wapwani wengi wamekifurahia, wamekishangilia. Lakini ndugu zangu, tukumbukeni wakati Uhuru Muigai Kenyatta alitumia mamlaka yake kama rais, akachukua huduma za bandari akazipeleka Naivasha. Ni vilio vingapi sisi tulikuwa navyo kwa sababu tu alitumia mamlaka yake vibaya. Kwa nini leo sisi kama wapwani ambao tunajua athari ya mtu kutumia nguvu za kisiasa na nguvu ya ofisi anayoikelia zinaweza kuathiri watu kiasi gani? Naomba mimi niko chini ya miguu ya gavana wangu aweze kufata sheria kwa lolote lile ambalo anaona ni sawa, na mimi nitakuwa pamoja naye. Lakini atakapovunja sheria, ni aibu ngapi zimempata? Unashika mtu na Muguka wake, unachoma exhibit, unamshika, unampeleka koti ya county, anafunguliwa mashtaka gani? Kwa sababu hili chumo ama hichi kilimo si haramu Kenya. Hata huyo public prosecutor atamsomea mashtaka gani ikiwa bado serikali kuu haijaharamisha, na huyo jaji atampa sentensi gani? Kwa hivyo ni mambo ambayo yanastahiki kuchukuliwa hatua kwa hatua ili kuwafikia malengo na sio kuamsha hisia za kisiasa ili wengine waonekane ni wapumbavu. Na mimi nawaambia watu wa Mombasa, wingi wa watu kuamua kuwa upande mmoja haimaanishi ni usawa wa kitu. Usawa wa kitu utabaki peke yake. Hata ikiwa mimi niliamua kusimama na gavana wa Mombasa, bado ukweli ungesimama na bado ukweli ungedhihiri. Madhara makubwa ambayo yanatukumba sisi kama wapwani ni madhara ya mihadarati. Na nashukuru tangu naibu wa rais Rigathi Gachagua kuja pwani, tumeona wazi bayana watu wengi wamekuwa wakishikwa na mihadarati, na kwa sasa mihadarati kupatikana Mombasa ni shida. Kwa sababu zile video, ukiangalia video za watu wanaokula Muguka na video za watu ambao wamekuwa wakila mihadarati, utaona watu wa mihadarati walikuwa wakisinzia, wakilala, hawawezi kusongea mbele ama kurudi nyuma. Lakini ukiangalia hiyo ambayo inasemekana inaleta wazimu kichaa, ndugu zangu wanahabari, ni nyinyi muwe mnatangaza habari. Ni mara ngapi mumetangaza watu wa Mombasa wamekatwa mapanga mchana jua la utosi? Kwa nini gavana hajaweza kuweka kikao? Ama wale watu ambao wameuawa na watu wa mapanga sio janga katika mji wa Mombasa? Janga tu ni masuala ya Muguka. Kwa hivyo mimi namuomba kwa heshima na taadhima mstahiki gavana wa Mombasa, tukusanye haya masuala yote na tuyachangamkie na tuyatilie pondo kama tulivyolitilia swala la Muguka ili tuweze kupata maeneo sawa. Mji wetu wa Mombasa ni mji wa utalii, ni mji wa starehe. Ikiwa kutakuwa na utovu wa usalama kila mahali, tutakuwa tunapata biashara gani?